Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu, na kama ndo mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified kila tunapoposti. Na bila kupoteza wakati, leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika chips tamu sana ambazo hauhitaji kukaanga kwa mafuta. Ni chips rahisi sana kwa njia rahisi sana nyumbani. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Utahitaji viazi mviringo au viazi mbatata. Hapa nimetumia viazi mbatata kama 10 hivi vya size ya kati, lakini kiwango cha viazi inategemea na uhitaji wako. Kwa hiyo utavichonga viazi vyako na kisha utavikata katika muundo wa chipsi. Na size ya ukubwa inatakiwa iwe nene kiasi, usikate vichipsi vyembamba sana kwa sababu kumbuka tuende kuweka katika mafuta. Kwa hiyo kiwango cha unene kiwe kina unene kiasi. Nikukumbusha tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Na kisha baada ya hapo ukishamaliza kukatakata, utaweka maji katika chombo chako kingine, na kisha utachukua viazi vyako na kuvilumbukiza na kuviosha. Utaviosha mpaka uhakikishe vimekuwa visafi kabisa. Unaweza kusaidia kukuza channel yetu kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kwa kusubscribe, ni support yenu kubwa sana, lakini vile vile kwa kushare na ndugu, jamaa na marafiki, na waweze kuweza kujionea mapishi mbalimbali. Na kama bado hujatembelea katika page zetu za Facebook na Instagram, unaweza kutupata kwa jina la Bells Farm Kitchen. Kwa hiyo utaosha viazi vyako, nimesema utakata katika unene huu, nadhani unaweza kauona. Unaweza kukata kwa design ya cubes, muundo kama huo wa cubes kwa unene niliokuonyesha, au vile vile unaweza kukata kwa muundo wa edges kama hiyo hapo ambayo inapita mbele yako, ni muundo wa edge. Kwa hiyo unaweza kukata kwa design yote ambayo wewe utaipendelea, ila hakikisha inakuwa na unene kiasi. Ukishamaliza kuosha, utavitia katika tissues zile za jikoni za kukaushia au katika towel ya jikoni ya kukaushia. Kisha utazikausha ziwe kavu vizuri na kuzihamisha katika chombo cha kupikia kingine ambacho utahakikisha kinakuwa kiko kipana. Hapa nimetumia baking tray, ni zile tray za kuokea. Kwa hiyo nitaweka chips zangu, nitazisambaza na kisha nitaongeza chumvi vijiko 2 vya chai na pilipili manga kijiko 1.5 cha chai. Na baada ya hapo nitaongeza mafuta vijiko 3 mpaka 4 vya chakula, na kisha nitachanganya chips zangu na hakikisha kila moja imepata viungo pamoja na mafuta. Hapa nakushauri utumie chombo ambacho kipana, usije kuweka katika sufuria, labda kama sufuria iwe ni pana sana na chips zako ziwe kwa kiasi kidogo. Na utasambaza hakikisha zinakaa zenyewe, yani zisipandiane. Kama zikipandiana utabidi baadaye tena uje kugeuza. Utaziingiza kwenye oven yako ambayo umesha preheat kwa ndani ya dakika 40 mpaka 45 kwa nyuzi joto 360 za Fahrenheit au 180 za centigrade. Utapika kwa dakika 45, kama ni nyingi utapika dakika 20, kisha utazigeuza na kuendelea tena kwa dakika 20. Kwa upande wa pili utachukua sufuria, utaweka kitunguu saumu nusu kijiko na nimeongeza na maji vijiko 2. Utaviacha ili kitunguu saumu chako kiweze kulainika kwenye moto, na kisha utaongeza bata yoyote. Mimi nimetumia Blue Band vijiko 2 vya chakula. Utaviacha mpaka vichemkie kwa pamoja, na kisha utaongeza parsley nimeiosha nikakatakata na kuendelea kuichanganya. Ukienda upande wa pili wa oven utakuta chips zako zimeiva kwa dakika 45, zimeshakuwa na rangi ya golden brown. Kwa hiyo utazitegua na kisha utaziacha zipoe kidogo ili hata zile ambazo zinang'ang'ania kwenye tray ziweze kutoka. Kama hivyo utaziacha zikisha poa vizuri, utaona zote zimetoka. Na bado utakuta zinabaki na ile hali ya joto. Kwenye mchanganyiko wako ambao tumetoka kuweka jikoni yenye kitunguu saumu na bata, utahakikisha usipoe. Vile vile unavotoa jikoni ukiwa na moto, utaumimina kwenye chips zako. Kwa hiyo chips zinakuwa zina vuguvugu, lakini ule mchanganyiko wetu unakuwa una joto ili bata isije kaganda tena. Utazimimina kwenye chips zako kama unavyoziona, na kisha utachanganya vizuri. Uhakikishe kila chips imepata viungo ili kuhakikisha ladha inakuwa moja katika chips zako zote. Ni pishi rahisi sana, halihitaji mafuta. Hata kwa wale ambao wana diet, wataki kuongezeka unene na nini, ni pishi zuri, tamu sana. Pika chips zako ziwe za rangi kama hii ya golden brown, zinakuwa nzuri na zinakuwa na ladha nzuri, na ukizitafuna ni very crunch. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine ambayo yanapita katika screen yako.